Asante kwa mada nzuri ambayo tunakwenda kuzungumzia leo. Kuna umuhimu wa kumwezesha mwanamke kiuchumi. Kimsingi ni jambo zuri sana, mimi naweza kusema. Kwa awali tu ningependa kusema vitu vichache kabla sijaenda kwenye pointi zangu za msingi. Kwanza nakubali kwamba ni muhimu kuweza kumwezesha mwanamke kiuchumi kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Takwimu inaonyesha kuwa karibia 28% ya wanawake kwa Tanzania yetu au kwa nchi yetu wanamiliki familia, kwa maana kwamba ndio vichwa vya familia. Lakini pia takwimu hii inaonyesha mwaka 2022 iliongezeka kutoka 28 mpaka kufikia 36 wa mama ndio walikuwa ndio viongozi wa kumiliki familia, kwa maana kwenye mahitaji yote ya kiuchumi na ya kijamii kwa namna moja au nyingine. Lakini tukirudi nyuma kidogo, takwimu inaonyesha iliongezeka kutoka 19% mpaka 38% mpaka mwaka 2016 wanamama walionekana kuwa ndio wakimiliki familia. Lakini wamezitaja sababu mbalimbali ambazo zikipelekea wanawake kumiliki familia. Moja wapo ukihusisha masuala ya kuachana, masuala ya taraka, masuala ya vifo na kupata mimba au ujauzito katika umri mdogo. Na inakadiriwa kuwa mpaka kufikia mwaka 2030 bado haijatajwa takwimu halisi, lakini takwimu ya single mothers itaongezeka kwa namna moja au nyingine. Sasa tukirudi kwenye swali letu la msingi kwamba je, kuna umuhimu wa kumwezesha mwanamke kiuchumi, mimi nakubaliana na wewe kwa pointi ya msingi kama hii ifuatayo. Cha kwanza, tukija kwenye uhalisia wa mambo, sisi vijana wengi sana tumesomeshwa na mzazi mmoja, hasa wanawake. Kwa hiyo wanawake wanakuwa wanapitia changamoto nyingi sana ambazo kimsingi wanahitaji sapoti kubwa mno. Leo hii ukienda kwenye mitaa huko unasikia mama amekopa blaki, amekopa sijui kwenye kitengo gani cha kifedha, amekopa huku, ana madeni chungu nzima. Lengo tu mtoto aweze kwenda shule, aweze kuendesha majukumu ya familia. Baba amemzalisha mama aidha kutokana na sababu mbalimbali ambazo siwezi kuziainisha zote, wakaachana, lakini mara nyingi mzigo wa kulea familia anabakia nao mwanamke. Na ndio maana hata ukiangalia siku ya kuhamasisha siku ya mwanamke na siku ya mwanaume, unakuta siku ya mwanamke duniani inakuwa ina mambo mengi sana, na lengo ni kumtia moyo kwamba anaweza kusimama, tunaweza kumsimamia sisi kama wanajamii ili aweze kutimiza malengo yake, lakini pia na kupunguza mzigo ambao anakutana nao wa maisha ya kila siku. Wanawake wanaonekana kwenda kukutana na magonjwa ya afya ya akili kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wanakuwa wanazipitia. Kwa hivyo mimi nakubaliana na pointi hii kwamba kuna umuhimu wa kumwezesha mwanamke kiuchumi. Asante sana.